Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Je, hujambo ndugu msikilizaji? Karibu katika kipindi ukipendacho cha Neno. Somo letu latoka kwenye sura ya 19 aya ya kwanza hadi sura ya 20 aya ya 3. Hayo ni kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, ukiletewa na mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo. Mimi ni Pamela Umodo. Naona ngome yangu, ni rafiki yangu, na mfariji mwema alionitendea huyu Bwana Yesu. Hata mama yangu jamani ya kuweza. Ainuliwe, ainuliwe, ainuliwe. Yesu basi nasema ainuliwe, ainuliwe. Shetani amekufinyilia, umekata tamaa kwa mambo yako yote. Inua macho yako umlilie Bwana. Ainuliwe, ainuliwe, yeah, yeah. Huyu Yesu Masihi nasema ainuliwe, huyu Yesu ainuliwe, maana ndiye Bwana. Nasema namshukuru Mungu, rafiki msikilizaji, kwa ajili ya wema wake kwetu leo hii. Wema huu twauona kwa tendo lake la kutujalia wakati kama huu wa kusikiliza neno lake na kujifunza kuhusu yatupasayo. Najua kwamba kwa kujumuika nami tayari kuyajua mapenzi ya Mungu yanayohusu maisha yako, nami na kukaribisha kwenye mafundisho ya leo yanayotoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, tukiwa kwenye ile sura ya 19 tukianzia aya ya kwanza hadi sura ya 20 aya ya 3. Ningelipenda ufahamu kwamba muda huwezi kuturuhusu kusoma kila andiko, kwa hiyo nitazingatia tu maandiko ya kimsingi. Nawe soma maandiko hayo yote, maana Mungu atazungumza nawe pia. Tulipoachana kwenye kipindi kilichopita, tuliona jinsi mfalme wa Ashuru alivyomdunisha na kumdhihaki Hezekia akitazamia kuvamia nchi yake. Jinsi ilivyo, Hezekia alitoa mamlaka ya ufalme huo wakati ambapo hapakuwa na udhabiti wa kisiasa katika ufalme wa kaskazini au Israeli, na pia katika ufalme huo wa Yuda. Ufalme ule wa kaskazini ulikuwa umechukuliwa mateka na hao wa Ashuri, na sasa walikuwa milangoni mwa mji wa Yerusalemu wakitaka kufanya kama walivyofanya yale makabila 10. Rabsheka, amiri wa jeshi la Ashuru, aliwadhihaki watu wa Mungu kwa kiwango cha kuambia kwamba haiwezekani wapate usaidizi kutoka popote wala si kwa Mungu. Yote haya yalikuwa mambo magumu kwa Hezekia, maana ni hivi karibuni tu ndipo ameanza kuonyesha uaminifu wake kwa Bwana kwa yote aliyokuwa akitenda. Je, atafanya nini? Neno latuambia hivi kwenye aya ya kwanza: ikawa mfalme Hezekia aliposikia hayo, alizirarua nguo zake, akajivika nguo za magunia, akaingia katika nyumba ya Bwana. Kwa mfalme kurarua nguo zake na kujivika nguo za magunia ni ishara ya jinsi alivyosononeka katika moyo wake, naye akaingia katika nyumba ya Bwana mara tu alipopokea habari hizo. Mpendwa, hali inapokupata iliyo ngumu, sehemu ya kugeukia si kwingineko
bali ni kuingia katika nyumba ya Bwana au kwenda mbele zake katika maombi. Maana huyo Bwana ni Bwana wa mabwana, tena ndiye Mungu aliye hai, awezaye kutenda lolote lile, maana kwake hakuna lolote linaloweza kumshinda. Kwenye aya ya 2 neno laendelea kutwambia hivi: akamtuma Eliakimu aliyekuwa msimamizi wa nyumba yake, na Shebna mwandishi na wazee wa makuhani wamevikwa nguo za magunia, waende kwa Isaya nabii mwana wa Amozi. Rafiki yangu, hili tulionalo kwenye aya hii ni mfano wa jinsi nchi yoyote ile yafaa kuwa. Leo hii, licha ya kusemekana kuwa kuna Wakristo wengi katika nchi hii, ni vigumu sana kuona viongozi wa kisiasa wakimgeukia Mungu ili kufanya sala tunapopatwa na janga lolote lile. Kile unachosikia ni shutuma na mambo yasiyosaidia hata kidogo. Na iwapo hutasikia hayo, kile watakachofanya ni kugeukia wataalamu. Naam, ni vyema kuwa na wataalamu, lakini ni huzuni kwamba wataalamu hao waaminiwa sana kuliko Mungu awezaye kubadili jangwa likawa na mazao. Hitaji la nchi hii ni Mungu. Hitaji la jamii yoyote ni Mungu. Hitaji la serikali ni Mungu. Ashukuriwe Bwana Mungu kwa tendo la Hezekia mfalme wa Yuda. Alipojua kwamba kuna shida inayokumba nchi yake, alimgeukia Mungu. Aliwatuma watu kwa mtu wa Mungu nabii Isaya apate kujua Mungu anena nini kuhusu jambo hilo. Haya ndiyo twayapata kwenye aya ya 3 hadi 5, ambapo neno lasema hivi: wakamwambia Hezekia asema hivi, siku hii ni siku ya dhiki na aibu na matukano, maana watoto wa tayari kuzaliwa, wala hapana nguvu za kuwazaa. Yamkini Bwana Mungu wako atayasikia maneno yote ya amiri huyu, ambaye mfalme wa Ashuru bwana wake amemtuma ili amtukane Mungu aliye hai, naye atayakemea hayo maneno aliyoyasikia Bwana Mungu wako. Kwa sababu hii, inua dua yako kwa ajili ya mabaki yaliyobakia. Basi watumishi wa mfalme Hezekia wakamwendea Isaya. Tazama maneno ya Hezekia kwa huyu nabii Isaya. Asema kwamba yamkini Mungu wako atayasikia maneno yote ya amiri huyu. Hakumtaja Mungu kama Mungu wetu. Maskini Hezekia alikuwa tu ameanza kutafuta kumjua Bwana Mungu. Hata hivyo, alikuwa na ujasiri wa kutafuta msaada kutoka kwake alipowatuma watu hao waende kwa nabii Isaya. Hakuwa na penginepo pa kukimbilia isipokuwa kwake Mungu. Ndugu yangu, lile ambalo lipo hapa ni kwamba twahitaji kufahamu ya kuwa sisi katika maisha yetu ni kama watu ambao wa tayari kuzaa lakini hawana nguvu. Na kama ufahamuvyo, hiyo huwa ni hatari kabisa kwa mama yeyote. Na kwa jinsi hiyo, wahitaji kufahamu ya kuwa nguvu unazozihitaji zatokana tu na Mungu, ili upate kutenda lile linalokupasa maishani mwako. Kwenye aya ya 6 na 7 neno hili liendelea kutwambia hivi: Isaya akawaambia, mwambieni bwana wenu maneno haya. Bwana asema hivi, usiyaogope maneno hayo uliyoyasikia, ambayo watumishi wa mfalme wa Ashuru wamenitukana. Tazama, nitatia roho ya hofu ndani yake, naye atasikia kivumi na kuirudia nchi yake mwenyewe, nami nitamwangusha kwa upanga katika nchi yake mwenyewe. Unabii huu ulitimia kikamilifu, msikilizaji. Nabii Isaya alimuhimiza mfalme huyu kwamba mfalme wa Ashuru hatafanya neno lolote juu ya mji huo. Amiri huyo alikuwa amemdhihaki Mungu, na sasa ni lazima Mungu kushughulika viwavyo naye. Kuna hitaji, ndugu msikilizaji, katika maisha yetu ya kila siku kujua kwamba anayefaa kushughulikia adui zetu ni Bwana Mungu. Shida kuu ni kwamba mara nyingi sisi wenyewe huchagua kuwashughulikia adui zetu. Tunapofanya hivyo, hujiondoa kutoka katika imani ya kumtumai Mungu, jambo lisilomruhusu kutenda lolote kwa niaba yetu. Elewa hili ya kuwa Mungu aweza kuwashughulikia adui zetu vyema sana kuliko tuwezavyo kufanya sisi wenyewe. Nayo aya ya 8 na 9 zatuambia hivi: basi yule amiri akarudi akamkuta mfalme wa Ashuru anapigana na Libna, maana alikuwa amesikia ya kwamba ameondoka akaacha Lakishi. Na aliposikia habari ya Tirhaka mfalme wa Kushi ya kwamba tazama ametoka ili kupigana nawe, alituma wajumbe kwa Hezekia mara ya pili kusema, amiri huyu wa jeshi la Ashuru, kama vile tutafahamu jina lake baadaye, aitwa Rabsheka, naye alipomrudia bwana wake mfalme wa Ashuru alimpata akipigana na Libna. Mfalme wa Kushi naye alitishia kuvamia nchi yake, kwa hiyo mpango wake wa kuvamia Yuda haukutekelezwa mara moja.
Kwa sababu hiyo alituma barua hii kumwonya Hezekia. Haya ndiyo twayapata kwenye aya ya 10 hadi 13, ambapo neno lasema hivi: mwambieni Hezekia mfalme wa Yuda maneno haya mkisema, asikudanganye Mungu wako unayemtumaini akisema, Yerusalemu hautatiwa katika mikono ya mfalme wa Ashuru. Tazama, umesikia ni mambo gani wafalme wa Ashuru waliozitenda nchi zote kwa kuziangamiza kabisa. Je, atakuokoa wewe? Je, miungu ya mataifa wale ambao baba zangu waliwaangamiza imewaokoa? Yani Gozani na Harani na Resefu na wana wa Adini waliokuwa katika Talasari. Yuko wapi mfalme wa Hamathi na mfalme wa Arpadi na mfalme wa mji wa Sefarvaimu na wa Hena na wa Iva? Barua hii ambayo ilimfikia huyu mtumishi wa Mungu Hezekia, kama vile watarajia, ilimsumbua na kuhangaisha moyo wake. Mfalme wa Ashuru alikuwa amefagia chochote kilichokuwa machoni pake, na je, Hezekia angelipona vipi kutokana na mkono wake? Hebu tuone Hezekia alifanya nini. Neno latuambia hivi kwenye aya ya 14: basi Hezekia akaupokea waraka katika mikono ya wale wajumbe, akausoma. Kisha Hezekia akapanda, akaingia katika nyumba ya Bwana, akaukunjua mbele za Bwana. Aya hii, ndugu msikilizaji, yatujulisha waziwazi kwamba iwapo kuna lolote tunalohitaji kufanya katika maisha yetu, hasa kwa habari ya wale wanaotishia maisha yetu au kututisha kwa vinginevyo vyovyote vile, ni kuchukua jambo hilo na kuliweka mbele zake Mungu. Hili ndilo mtume Paulo atuhimiza kwalo tunaposoma kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Wafilipi mstari wa 6 na 7, ambapo neno lasema hivi: msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Kwa hivyo, msikilizaji wangu, neno lolote linalokusumbua liweke mbele za Bwana. Unapofanya hivyo, tarajia Mungu alishughulikie viwavyo jambo hilo. Aya ya 15 na 16 zasema hivi: naye Hezekia akaomba mbele za Bwana akasema, Ee Bwana Mungu wa Israeli, ukaye juu ya makerubi, wewe, naam, wewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia. Wewe ndiye uliyeziumba mbingu na nchi. Tega sikio lako, Ee Bwana, usikie; fumbua macho yako, Ee Bwana, uone; uyasikie maneno ya Senakeribu, ambayo amemtuma mtu aje nayo ili kumtukana Mungu aliye hai. Ni kweli Bwana, wafalme wa Ashuru wamewaharibu mataifa na nchi zao na kuitupa miungu yao motoni, kwa maana haikuwa miungu, bali ni kazi ya mikono ya wanadamu. Ilikuwa ni miti na mawe tu, ndiyo sababu wakaiharibu. Basi sasa, Ee Bwana Mungu wetu, utuokoe na mkono wake, na kusihi ili kwamba falme zote za dunia zipate kujua ya kuwa wewe ndiwe Bwana Mungu, wewe peke yako. Kwenye aya ya 15 hadi 19 neno la Mungu latuambia zaidi kuhusu hayo aliyoyatenda Hezekia. Tunaona hapa kwamba baada ya Hezekia kupokea waraka ule, alianza mara moja kumsogelea Mungu. Watumishi wa Mungu wengi waliomba kwa jinsi hiyo. Mmoja kwa jina la Martin Luther aliomba akimlilia Bwana akisema, Bwana, wanisikia? Bwana, nisikie, sikio lako liwe wazi kwa sala langu. Rafiki, iwapo kuna wakati unapofikiri kuwa Mungu hasikilizi maombi yako, ndivyo Hezekia alikuwa akijisikia kwa jinsi hiyo, hata kuomba kwa namna hiyo. Mfalme Hezekia alikiri kweli kwamba maneno ya huyo amiri yalikuwa kweli, hayakuwa majivuno. Ni kweli kwamba Ashuru walifagia kila kitu kilichokuwa mbele yao na kutupa miungu ya nchi walizovamia katika moto, maana ilikuwa mawe tu na miti, haikuwa miungu hata kidogo. Aya ya 20 hadi 24 neno hili la Mungu laendelea kutujulisha hivi: ndipo Isaya mwana wa Amozi akapeleka wajumbe kwa Hezekia akisema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa kuwa umeniomba juu ya Senakeribu mfalme wa Ashuru, mimi nimekusikia. Tamko alilolitamka Bwana katika habari zake ndilo hili: Bikira binti Sayuni amekudharau na kukudhihaki sana. Binti Yerusalemu ametikisa kichwa chake juu yako. Ni nani uliyemshutumu na kumtukana? Umeinua sauti yako juu ya nani na kuinua macho yako juu? Juu ya mtakatifu wa Israeli. Kwa vinywa vya wajumbe wako umemshutumu Bwana ukasema, kwa wingi wa magari yangu nimepanda juu ya vilele vya milima,
mpaka mahali pa ndani pa Lebanoni. Nami nitaikata mierezi yake mirefu na misunobari yake mizuri, nami nitaingia ndani ya makazi yake yaliyo mbali sana, na msitu wa shamba lake lizaalo sana. Nimechimba na kunywa maji mageni, na kwa nyayo ya miguu yangu nitaikausha mito yote ya Misri. Ingawaje Hezekia aliona kana kwamba Mungu hakuwa akimsikiliza, twaona kwamba Mungu alikuwa akimsikiliza vema. Kusudi la Mungu lilikuwa kuuvunja mkono wa Ashuru, maana Ashuru walijiona kuwa hawawezi kushindwa. Lakini sasa Mungu amjulisha mfalme huyo kwamba kuinuka na kuanguka kwa mataifa huwa tendo lake. Nabii Isaya aliandika hapo awali akisema hivi kwenye sura ya 10 mstari wa 5 kwenye kitabu chake kuhusu Ashuru: ole wake Ashuru, fimbo ya hasira yangu, ambaye gongo lililo mkononi mwake ni ghadhabu yangu. Tuendelee tuone yaliyoko kwenye aya ya 25 na 26. Je, hukusikia wewe ya kuwa mimi ndimi niliyeyatenda hayo tokea zamani na kuyafanya tokea siku za kale? Sasa mimi nimelitimiza jambo hili, iwe kazi yako kuangamiza miji yote yenye boma, hata ikawe chungu na magofu. Ndiyo sababu wenyeji wao walikuwa na nguvu chache, wakafadhaika na kuhangaika. Wakawa kama majani ya mashamba, kama miche mibichi, kama majani juu ya dari, na kama ngano iliyokaushwa kabla haijaiva. Maandiko haya yatujulisha kwamba mataifa yaliyovamiwa na Ashuru hawangelijilinda au kupinga Ashuru, kwa kuwa Mungu aliweka woga katika mioyo yao, yani ilikuwa tendo la Mungu. Aya ya 27 na 28 zasema hivi: lakini nakujua kuketi kwako na kutoka kwako na kuingia kwako, na ghadhabu yako unayonighadhibikia. Kwa sababu ya kunighadhibikia kwako na kwa sababu ya kutakabari kwako kumefikia masikioni mwangu, kwa sababu hiyo nitatia kulabu yangu puani mwako na hatamu yangu midomoni mwako, nami nitakurudisha nyuma kwa njia ile ile ulioijia. Mungu katika aya hizi amwambia Ashuru ya kuwa umekuja katika nchi yangu, nawe umejivuna juu yangu. Sasa nitaweka ndoani au kulabu ndani ya pua yako, na nitakuvuta urudie nchi yako katika njia hiyo ulioijia wewe mwenyewe. Na sasa kwenye aya hiyo ya 29 twasoma hivi: na kwako wewe hii ndiyo dalili, mwaka huu mtakula vitu viotavyo vyenyewe, na mwaka wa pili mtakula mazao ya vitu hivyo, na mwaka wa tatu pandeni mbegu, kavuneni, mkapande mashamba ya mizabibu, mkale matunda yake. Kumbuka hili ndugu msikilizaji, ya kuwa haya yote yalikuwa yakitendeka au nabii Isaya alikuwa kinena, huku kukiwepo na hilo tisho la Ashuru kuvamia mji wa Yerusalemu. Mungu hapa amwahidi mfalme kwamba mazao yatakuwa makubwa sana, hata kufikia mwaka wa tatu watakula kutoka kwa hayo walioyapanda. Kwa lugha nyingine, amani itakuwepo katika nchi hiyo, na kila mtu atafanya shughuli yake pasipo bugudha. Mfalme huyo hata kuwepo ili kuharibu mimea yao. Neno laendelea kutuambia haya kwenye aya ya 30 hadi 32: na mabaki yaliyookoka ya nyumba ya Yuda yatatia mizizi chini na kuzaa matunda juu, maana mabaki yatatoka katika Yerusalemu, na wao watakaookoka katika mlima Sayuni. Wivu wa Bwana utatimiza jambo hilo. Basi Bwana asema hivi katika habari za mfalme wa Ashuru: yeye hata uingia mji huu, wala hatapiga mshale hapa, wala hatakuja mbele yake kwa ngao, wala hatajenga boma juu yake. Maneno haya aliyonena Isaya yalikuwa yenye ujasiri, kwa kuwa yalitoka kwake Mungu. Huenda wenyeji wa Yerusalemu walikuwa kiwaza iwapo Isaya alikuwa nabii wa kweli au la. Naye aliponena habari ya bikira kumzaa mwana, walisema kuwa huo ni unabii mkubwa sana, na kujiuliza ni lini litatimia neno hilo. Hayo aliyoyanena Isaya hakuna atakaye kuwapo kuyaona yakitimia, maana itakuwa ni baada ya miaka 700 ndipo neno hilo litimie. Ashuru kama ilivyokuwa waliogopewa sana katika siku zile, maana waliramba kila kilichokuwa mbele yao. Hakuna nchi iliyoweza kujilinda dhidi yao. Hao ndio walikuwa mbele ya malango ya Yerusalemu tayari kuivamia. Lakini neno lake Bwana kwa kinywa cha nabii Isaya ni kwamba Ashuru hataguza Yerusalemu, wala hatarusha hata mshale mmoja juu ya mji huo. Msikilizaji, idadi ya jeshi la Ashuru walikuwa watu 185,000. Kati ya hao huenda angelikwepo mmoja angeliyependa kupiga angalau mshale mmoja juu ya mji ule. Iwapo hilo lingetendeka,
basi Isaya angelikuwa nabii wa uongo. Mungu alisema kwamba hata mshale mmoja hautapigwa juu ya mji huo. Kutimia kwa alilonena Isaya ilikuwa thibitisho kuwa yeye ni nabii wa kweli, nabii wa Mungu. Mungu atauokoa mji huo. Sababu mbili ambazo zitamfanya auokoe mji huo ni kama vile twapata kwenye aya 34 inayosema hivi: maana nitaulinda mji huu niuokoe kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Sababu ya kwanza ni kwamba atauokoa mji huo kwa ajili yake mwenyewe. Mungu daima hufanya mengi kwa ajili yake mwenyewe. Kisha sababu ya pili ya Mungu kuuokoa mji ule ni kwa ajili ya Daudi mtumishi wake. Najua wafahamu kuwa Mungu alimpenda Daudi. Huyu Daudi alikuwa na mwana katika uzao wake aliyezaliwa na bikira, naye ndiye Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Na kwa huyo Yesu Kristo Mungu waokoa wenye dhambi wote wanaoweka matumaini yao katika yeye. Nawe mtoto wa Mungu, fahamu kwamba unapomwomba Mungu Baba katika jina la mwana wake Yesu Kristo, Baba hujibu kwa ajili ya Yesu Kristo. Hiyo ndiyo baraka na urithi ulio nao wewe unayemwamini Kristo. Kisha kwenye aya ya 35 hadi 37 neno la malizia sura hii ya 19 kwa maneno haya: ikawa usiku huo huo malaika wa Bwana alitoka akaingia katika kituo cha Waashuri, akawapiga watu 185,000. Na watu walipoondoka asubuhi na mapema, kumbe hao walikuwa maiti wote pia. Basi Senakerebu mfalme wa Ashuru akaondoka akenda zake, akarudi akakaa Ninawi. Ikawa alipokuwa akiabudu nyumbani mwa Nisroki mungu wake, Adrameleki na Shareza wakampiga kwa upanga, wakaikimbilia ile nchi ya Ararati, na Esarhadoni mwanawe akatawala mahali pake. Sawa na neno la Mungu kwa kinywa cha nabii Isaya, Mungu aliwaangamiza wale wa Ashuru. Hao walioamka asubuhi ni wenyeji wa mji wa Yerusalemu. Hao ndio walipata mizoga ya Waashuru. Mwishowe huyo aliyejigamba aliuliwa kama vile Mungu alivyonena. Unabii kuhusu Ashuru ulitimia sawasawa na neno la Mungu kutoka kwa kinywa cha nabii Isaya, na ndivyo itakuwa kwa kila neno la unabii ambalo halijatimia, maana ni lazima litatimia. Tunapogeukia sura ya 20 twakutana na mada inayohusu ugonjwa wa Hezekia na jinsi alivyoponywa. Ninachotaka ukumbuke ni kwamba Hezekia alikuwa mfalme wa kipekee, maana hapakuwa na mwingine mfano wake katika wote waliotawala Yuda. Huyu alifuata njia za babaye Daudi. Kwenye aya ya kwanza neno la Mungu lasema hivi: siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Ugonjwa wa Hezekia, msikilizaji, umenakiliwa mara 3 katika maandiko. Hii ni kwenye sura ya 32 ya kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili, na chuo cha nabii Isaya sura ya 38, pamoja na sura hii ya 20 kwenye kitabu hiki cha Wafalme wa Pili. Bila shaka ilikuwa jambo gumu sana kwa Isaya kumwambia Hezekia kuwa ni lazima atakufa. Hata hivyo, twajua kwamba hukumu ya kifo i juu yetu, ila ni saa tu na siku ndiyo hatuijui. Maana imeandikiwa mtu kufa mara moja, baada ya kifo hukumu. Hayo ndiyo mwandishi wa kitabu cha Waebrania atuambia kwenye sura ya 9 mstari wa 27. Siku hiyo, yani siku ya kufa, ni siri ya Mungu. Hata kama tungelijua siku hiyo, je, tungelibadilisha mienendo yetu? Wasioamini sawa na waumini huona kuwa kifo kimbali. Naam, hatuhitaji kukaa kwa wasiwasi kuhusu siku hiyo, lakini ni vyema kujua kwamba siku hiyo ni lazima ije. Mtu anapojua kwamba yu karibu kufa, mengi aliyoyapa umuhimu hukosa umuhimu wake. Weka haya katika mawazo yako tunapotazama maisha ya Hezekia na kuugua kwake. Kwenye aya ya 2 na ya 3 neno latuambia hivi: basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Mara Hezekia alipopata habari hiyo, alielekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana. Hebu fikiria hili, kwamba baada ya kumwona daktari umepata kujua kuwa una ugonjwa wa kuugua, ugonjwa mbaya kama vile saratani.
hujui hali itakuwaje baadaye. Hii ndiyo ilikuwa hali ya Hezekia. Kwa hivyo tegemeo lake, msaada na tumaini litakuwa tu kwa Mungu. Je, ndugu yangu, uhali gani sasa hivi? Tegemeo lako li wapi? Na kualika kwenye kipindi kijacho tuone hayo ambayo Mungu atamjibu mtu huyu Hezekia. Kwa sasa hebu tuombe pamoja. Baba mfalme, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya muda huu ambao umenipa na ndugu yangu, muda ambao tumefahamu ya kwamba hakuna lolote liwezalo kukushinda ewe Mungu, na kwamba wanadamu wote ni kama majani yaliyoko leo na kesho hayapo. Tusaidie Bwana katika kila hali, tukutegemee katika kila jambo. Haidhuru jambo hilo laonekana kuwa dogo kiasi kipi machoni petu, lakini chochote ambacho chatusumbua, kama vile umenena kwa kinywa cha mtumishi wako Paulo, tuomba ya kwamba utatusaidia kukujulisha mahitaji yetu yote, na pia kukushukuru katika kila hali, maana wewe wayashughulikia maisha yetu. Naomba kwa ajili ya mahitaji ya ndugu yangu msikilizaji, ya kwamba yote aliyo na mahitaji nayo, Bwana utamkumbuka na kumtembelea kama vile ulivyomtembelea Hezekia hapo alipokuwa na shida iliyokuwa imemvamia kwa njia ya huyo mfalme wa Ashuru. Hili najua kwamba utalitenda kwa utukufu wa jina lako, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, namshukuru Mungu aliyetupa wakati huu ili tujifunze mambo makuu kama haya. Tazama, neno la Mungu li wazi kwetu ya kuwa yeye hufanya kila jambo kwa ajili yake, kwa ajili ya utukufu wake. Kile unachohitaji kufanya sana ni kumgeukia Mungu na kuishi kulingana na maandiko haya, nawe utabarikiwa na utamwona Mungu akitenda makuu katika maisha yako. Hilo najua kwamba utalitenda kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu, maana yu pamoja nawe. Kwenye kipindi kijacho tutaendelea kuona jinsi ambavyo Mungu alimtendea Hezekia muujiza. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Hilo ndugu yangu ndilo neno la Bwana kwetu, nami natumai kwamba umebarikiwa. Twakaribisha maswali yako, maoni na lolote ulilonalo moyoni mwako kwa ajili ya kipindi hiki. Tumia anwani hii: Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo hebu tuandikie, utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.